nikaona bora niweze kuzungumza mawili matatu kwa watu wa Tanzania, wananchi kwa sababu hizi nyakati Tanzania anaitwa mwananchi, mwananchi, na sisi ni wananchi. Wananchi tulio na uzalendo, wananchi tulio na uzalendo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Leo nijaribu kuongea na watu ambao hawajamfahamu. Nizungumze na wale ambao hawajamjua Mungu. Na hii mitandao, asilimia kubwa sisi wa Tanzania wenye lengo hii mitandao, kuna watu imewanufaisha, kuna watu imewapa faida. Lakini je, kwa upande wa imani imetupa faida? Niseme ndio, kwa sababu kuna watu wanatumia kuangalia video za mahubiri, kuna watu wanatumia kuangalia video za nyimbo, kupata faraja, kwa moyo, wanafundishwa. Kwa hiyo ni vyema tukaendelea kusema ili mtu siku akasema mimi sijasikia. Maandiko yanasema Yesu wakati anaondoka katika kitabu kile cha Marko 16, maandiko yanasema kuna nyakati pale alikuwa anasema kwamba enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Anasema aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Sasa humu Facebook au humu YouTube, maana kuna mitandao mingi inatumia YouTube. Katika hii mitandao hiyo ni YouTube, Facebook, Twitter, Instagram na etc. zaidi. TikTok, kuna marafiki ambao wametuomba urafiki ama tumewaomba urafiki. Aidha ni watu ambao wana dini zao, ni watu ambao wana imani zao. Lakini hii haitoshi kuacha tu kwamba wao hivyo. Mimi ninaendelea kusema na kuongea na Watanzania wenzangu kwa habari ya neema ya Mungu. Mimi nimeokoka mwaka 2015. Mchungaji wangu aliyeongoza sala ya toba anaitwa Mchungaji Pius Kisando. Na hata sasa ninasali hapo kwa kuendelea kumtafuta Mungu na kuimarisha roho yangu na kujifunza hatua kwa hatua. Kile nisichokiweza naendelea kuomba Mungu anisaidie, naendelea kuyafuata, kwa sababu mpaka hatua hii 2015 mpaka leo, kama nina uwezo wa kusoma mawili matatu, basi jue nimenyenyekea tu mahali fulani. Na wako watumishi walimu mbalimbali ambao nawafuatilia, lakini ninaye baba wa kiroho ambaye ananiongoza. Lakini namshukuru Mungu, nilivyokoka niliona mabadiliko ya Mungu. Pamoja na changamoto, pamoja na harakati za kimaisha, pamoja na mambo kadha wa kadha, kwa sababu hayo yote yanapitia nikiwa katika harakati za maisha yangu. Lakini niliona mabadiliko ndani ya moyo wangu, niliona utofauti. Yaani niliona kwamba mbona mwanzo na sasa hivi, wazungu wanasema there have a difference between, yaani kuna utofauti sawa kati ya mwanzo na sasa. Na maana kilichobadilika sio umbile la nje. Sio umbile la nje, yaani sijabadilika sura, sijabadilika mikono, sijabadilika miguu, sijabadilika, nimebadilika ndani. Na maana nimempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na maana mwanadamu yoyote thamani yake inaweza ikawa ipo pale msalabani. Sio inaweza, yani ipo pale msalabani. Kwa sababu gani? Wengi tuliojaa duniani tunaweza tukawa tunaheshimika kwa sababu ya kipato fulani. Yani mitazamo ya walio wengi sasa hivi, ataheshimika kwa sababu ya vitu fulani vinavyomzunguka. Of course maisha kuna mambo ambayo kama binadamu
tunapambania ili tuwe navyo, na wengine tumefanikiwa kuwa navyo, lakini mwisho wa siku vitatupa matokeo gani ya mwisho? Kwa sababu kila mtu ana hatima yake, destiny, hatima. Everyone, kila mmoja ana hatima yake. Sasa inawezekana Mungu alikupa mwisho mwema sana katika maisha yako, lakini hakuna mwongozo wa kiroho. Na mtu akiona mfano hao watu wa imani tofauti, tunaambiwa kuna watu wana uwezo wa kutesa mtu kwa namna fulani, lakini mimi nimeshuhudia watu kadhaa. Mimi niseme tu kwamba kweli shetani yupo anafanya kazi, sio kwamba namtukuza, na naweza nikasema kwamba shetani huwa anawafahamu vizuri watu wa Mungu, na ndio anawashambulia, kwa sababu yeye asiokoka hana uadili naye, kwa sababu bado ni wafuata. Kwa hiyo anajua vizuri, na huyo asiokoka huwa hangaiki naye, huwa anashughulika sana na wale ambao wamepata neno na kumwamini Kristo. Kwa hiyo unajikuta tunaanza kupambana, kuanza kuyaishi yale ya Kristo. Sasa iko faida ninavyofight, kutulia kwa uvumilivu, kusikiliza neno la Mungu, kusikiliza maagizo. Kuna vitu navipata kwenye ufahamu, vinaingia kwenye moyo. Naendelea kumwomba Mungu aendelee kulinda kile ambacho nimekipata kwenye moyo. Ingawa sina gorofa, ingawa sina BMW, ingawa sina ndege sini, lakini ninaye Mungu ndani. Lakini wako watu kwenye mitandao wanajiita motivation speaker, yani hao wana motivate watu kwamba maskini, na wakiajumu mambo yanaendelea sasa hivi, maisha yalivyo, vijana tulivyohangaika, tumepigika, basi mtu anakuletea bwana, kuna imani hii, unaweza ukatajirika, unakaa hapo, unakaa mawazo yako hivi, sio wewe una akili, fanya hivi na hivi, unakaa hapo maskini umekupiga. Na kwa sababu huijui Kristo Yesu, haujapokea Yesu, na una imani na dini yako, unasema basi hichi kitu anachoongea ni kweli, maisha sasa bila hela ni kweli. Lakini je, umeshatambua mwisho wa hayo mambo yakoje? Kwa sababu Biblia inasema kwamba mtu huwa anapewa kuchagua kati ya uzima na mauti. Mimi nitaleta neno la uzima, na kuna maneno utasikia mengine ambayo yanachochea mauti. Sasa kama umepewa kuchagua, chagua. Na mimi sijakuja kimvuto sana, na hata mazingira yangu yaliyokaa haya ni ya kawaida tu, mazingira tu ya kawaida, lakini nataka niongee na vijana wawili watatu ambao inawezekana neema ya Mungu itawasaidia. Niseme hivi kwamba unayo haki ya kubarikiwa kama mwanadamu, lakini nirudi niseme kwamba baraka za Bwana hazina majuto. Hata mimi nina wazo kwamba siku niwe na kipato fulani ambacho kitanisaidia mimi na walionizunguka na kuipush injili ya Bwana. Ninapigana, ninafight huku na kule ili nione sasa uzuri wa 1, 2, 3 katika maisha yangu. Lakini nikijua moyoni mwangu kwamba yuko Mungu ameingia, natakiwa nimpe nafasi yake. Kwa hiyo sasa mwanadamu maisha ulionayo, the way unavyoishi, vyovyote unavyoishi, lakini tambua kwamba bila Kristo ndani yako, bila Mungu ndani yako, upo kwenye hatari kubwa sana ya maisha yako mwishoni. Kwa sababu kila mmoja anatambua, ziko imani zinafahamu haya, lakini wanaongea hawajui ndani haya kwamba kuna siku kuna kitu kinaitwa kiyama, yani mwisho. Na mwisho maana yake kutaangaliwa. Biblia inasema
kama ilivyosoma mwanzoni pale katika kitabu cha Marko Marko 16, niweze kuisoma hapa kidogo Marko 16 ili niweze kukuweka sawa. Marko mstari ule sura ile ya 16, hii kwa habari ya wokovu. Ninaongelea kwa habari ya neema. Siku nyingine nitakuja na jambo lingine, lakini leo niongelee kwa habari ya neema ya Mungu. Hii mitandao tusitumie tu kuangalia vitu vya hovyo na kuwastimulate vijana, lakini tumie mitandao kuelimishana mambo ya kujenga. Katika kitabu kile cha Marko sura 16, Marko sura 16 anasema katika kitabu kile kuanzia mstari ule wa Marko 16 kuanzia mstari wa 18, Biblia inasema baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutoamini kwao na kuguma mioyo yao, kuwa hakusadiki wale waliomuona alipokufa. Akasema, alikuwa anazungumza na wanafunzi wake. Mstari wa 15 sura ya 16 Marko anasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Sawa? Na maana hapa Biblia inasema kwamba kuna nafasi ya mwanadamu ya kuamini. Usipoamini, maana yake kuna hukumu. Wengine wanasema, kuna imani fulani wanasema kwamba ukifa kule ndio kuna kuokoka. Sijui ukisha kufa pale kinachofuata ni hukumu, sio tena habari ya sijui ya kuokoka. Kwa hiyo niseme kwamba mwanadamu una nafasi wakati huu wa kurudi kwenye asili yako. Asili ya mwanadamu ni Mungu. Sema Biblia inasema muumba mwanadamu kwa mfano wake. Yaani kama Mungu alivyo, maana Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake. Mungu ni mwema, Mungu ni mtakatifu. Jiulize wewe, una uwezo wa kutembea katika utakatifu unaozungumzwa kwenye kitabu? Hasa kwenye kitabu cha Biblia. Kama wewe ni Mkristo tu wa kawaida kuokoka, ukisoma Biblia yako, je, una uwezo wa kutembea katika maandiko? Kama una dini tofauti, je, umeshakujiuliza kwamba mimi mbona kuna mambo siyawezi? Ujue kabisa hauna msaada wa Mungu, hauna msaada. Kwa hiyo lazima upate neema, upendeleo kutoka kwa Mungu. Yaani unavokiri kwamba mimi Bwana, wewe mwokozi wa maisha yangu, unakiri kiongozwa na mtu ambaye ameamini, utaombewa na kuanza kufundishwa maisha ya haki. Nakwambia kuna shuhuda nyingi sana utakuwa nazo. Kuna shuhuda nyingi sana. Mimi mwenyewe nimetembea na Mungu katika kiwango fulani. Nimeona kwamba hata leo nivurugwe vipi, kumwacha Kristo, sijui uje unikate hapa alafu nitoe Kristo, nikate afu nitoe kama utaweza, kwa sababu ni kitendo ambacho hakiwezekani. Mungu ni roho. Kwa hiyo naongea nikiwa naelewa, naongea kutoka moyoni, yani kwa sababu Mungu nilivyoona na anavyoishi ndani yangu. Na hata sasa nikasema kwamba kwa sehemu kubwa nimeongezeka. Kuna kitu fulani nimegain kutoka kwa Bwana. Hata Biblia leo nikiisoma, ninaisoma kwa uelewa tofauti. Nilikuwa mimi, baba yangu alikuwa ni Roman Katoliki. Nilikuwa naenda kanisani kila Jumapili, nimesoma komunyo ya kwanza, nikaa na shiriki mkate. Lakini leo kuniambia, ninajua tu salama hiyo vijana na Bwana nawe umebarikiwa ulikuwa na wote na Yesu ndiye tumbola kwa mbarikiwa. Sijui mpaka leo nilikiangalia ama la. Lakini hata sasa ukiniamsha usiku, mafundisho yale ni sawa. Lakini kuna mambo kipindi nimeokoka nimejifunza miaka iliyopita, lakini labda 3-4 iliyopita, lakini hata leo nikiamka ninaweza nikakujibu hata katika ufahamu ule wa kimungu. Na maana hapa Mungu bado yuko ndani. Anasema yeye ni mshauri sawa wa ajabu. Anasema nitakushauri, nitakuongoza na jicho langu likikutazama.
Na maana kuna wakati Mungu anasema, kuna wakati inawezekana kama Roho akaja yeye akaongea katikati ya watu, ikawa sio wewe tena, Mungu anaongea na watu. Na ndio maana tunaitwa watumishi wa Mungu, tuna play part. Ndio maana mtumishi wa Mungu ukimwona leo hii, ukisikia John amefanya hivi, unaanza kushtuka kwamba nakwaje huyu anajiita hivi. Lakini tunamopita watu wanaona kitu fulani. Kwa mfano mimi kazini naitwa mchungaji, pastor, ijapokuwa mimi sina kanisa lingine. Ni mtoto bado naelewa baba yangu kidogo. Sijafungua kanisa wala sijawaza kwenda kufungua kanisa kwa mahala popote. Japokuwa napenda kuifanya kazi ya Mungu popote napo. Nimepata sehemu mialiko kadhaa, mitatu, na nimehubiri mikutano kadhaa, nimesema na watu. Na ninaona kabisa kwamba hata nikiwa nasimama na kuongea na watu watatu wanaoelewa, kuna watu wamesaidika, kuna watu niliowaombea wamefunguliwa. Lakini hii hainifanyi mimi nianze nachotaka mimi kwamba mimi mwenyewe kuendelea nianze kumtafuta Mungu. Ndio maana mtu yote anayesimama mbele yangu aliyo kinyume na Mungu, ninaona kabisa kwamba huyu hapana, huyu atanirudisha kule. Mimi kwa kifupi tu, huyo mtu si support, na inawezekana moyo wangu kaa huko tayari kushirikiana naye katika mambo mengi, kwa sababu najua mwanadamu unawezekana mimi nikaa na mambo mengi katika ushawishi, ikainuka elimu ambayo nataka kumwelekea Mungu. Sasa lazima tuipinge. Kwa watu wa Mungu, niishie kusema kwamba kwa ufupi, Yesu ni wa thamani. Maisha tulionayo katika nchi yetu ya Tanzania, katika maisha yako ya jamii ulionayo, ukitaka mabadiliko ya kweli kwenye moyo wako na kuyaishi maagizo ya kiimani, mpokee Yesu. Amini Kristo Yesu. Fuisha. Mambo mengine haya yote ni ubatili na mwisho wake ni mbaya. Hatima ya mwanadamu iliyo njema ipo ndani ya Kristo Yesu na Jehova Shama, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye nguvu. Nitaendelea kusema hivi leo, kesho na hata milele. Napigania pia mimi nachichumalia hii wokovu nimuone Mungu. Katika jina la Yesu Kristo itakuwa hivyo. Mungu awabariki sana. Ninawashukuru kwa kunisikiliza kwa uvumilivu. Endelea kwa wakati mwingine kunisikiliza. Nitakuja na kitu